Usiseme ya kwamba nilisikia. Utaulizwa uliona, ulikuwako, alikuwa upande gani, huyo mtu aliingilia dirisha gani kwa nyumba yako, ulimshika na kitu. Watataka ushahidi wa kweli kutoka kwako. Kwa hivyo Roho anapotujia sisi tunakuwa mashahidi. Kanisa likishapokea Roho wa Mungu, kila muumini kwenye lile kanisa anastahili kuwa shahidi. Shahidi wa nini? Wa yale Mungu ametenda maishani mwake. Haleluya. Amen. Mimi ni shahidi, nimemwona Mungu amemgusa mke wangu. Mimi ni shahidi, nimeona Mungu akikutana na mahitaji yangu. Mimi ni shahidi, ninajua kuna msamaha ndani ya Yesu. Mimi ni shahidi, ninajua tunasamehewe katika damu ya Yesu, na jina la Yesu unaokolewa. Kwa hivyo mimi ni shahidi, na ndio sababu nina ujasiri asubuhi ya leo kuongea na nyinyi kuhusu kuwa shahidi. Kanisa la Hope Christian Center Njorore, Mungu anataka tuwe mashahidi wa neno lake, tuwe mashahidi wa wema wake, tuwe mashahidi wa yale anayoweza kutenda maishani mwa muumini. Amen. Amen. Maana kama wewe si shahidi, utawezaje kunena hili neno na ujasiri? Mpaka kwanza ulijue maishani mwako, hilo neno litambue ndani ya maisha yako, huo wema wa Mungu ujue ndani ya maisha yako, ndiposa iwe ni rahisi kushuhudia. Amen. Wacha niwapatie historia kidogo. Naona kwenye makanisa tunasema ni wakati wa ushuhuda. Kwa nini tunasema ni wakati wa ushuhuda? Hii ni sehemu kwenye programu ya ibada zetu ambayo wewe muumini unaotoka nje kushuhudia yale Mungu ametenda ndani ya maisha yako wiki hiyo. Wakristo huko mwanzo tulipojua Pentekoste na tukaokoka miaka ile ya 60 na 70, tulikuwa tunakija kwenye ibada kila Jumapili. Kila muumini ana ushuhuda. Maana nchi ilikuwa haikuendelea kama leo. Kulikuwa na manyoka wengi, watu ilikuwa ni rahisi kuumwa na nyoka, watu wanakuwa wagonjwa, hospitali hakuna, na kitu kilichotusaidia miaka hiyo ilikuwa ni ushuhuda wa yale Mungu anayofanya. Ndio sababu mtu ulikuwa mgonjwa makwangani, ukishikwa na malaria, hospitali ilikuwa mwaka ama shibaini, na utembee huko kapewe chloroquine, ndio dawa peke yake. Na basi ukilemewa umelemewa. Mara nyingi watu tulikuwa tunawaombea wako karibu kufa. Kwa hivyo walikuwa wanashuhudia vile Mungu alivyowatendea. Kwa hivyo Jumapili ilikuwa pastor akisema leo ni siku ya kutoa ushuhuda, kila mtu atasimama. Utasikia mmoja anaimba anasema mimi nimemuona Mungu. Mungu aliniepesha na nyoka. Ilikuwa niuwe kweli nife, nikaweza kumuua. Bwana asifiwe, kila mtu anaenda haleluya. Maana alikuwa ni mshuhuda wa yale Mungu ametenda maishani mwake. Amen. Wewe una ushuhuda gani? Najua ni muhimu uwe na ushuhuda. Tunapozungumza juu ya ushuhuda, tunakupa nafasi ya yale Mungu ametenda maishani mwako, uyatangaze, umwambie shetani, mimi ninajua Mungu anaweza. Mimi ninajua Mungu anafungua milango. Mimi ninajua Mungu anatenda miujiza. Unamwaibisha shetani kupitia ushuhuda wako. Na ndiposa miaka hiyo tukawa tunasema aliye na Yesu ana ushuhuda. Wewe ukiwa na Yesu utakuwa na ushuhuda. Utaambia watu yale Yesu ametenda ndani ya maisha yako. Je, wewe una ushuhuda? Siku moja nikatembelea ofisi moja pale Mombasa mwaka wa 74. Nilikuwa nimeenda kumuona rafiki yangu ofisini. Sasa nilipofika kwenye hiyo ofisi ya serikali,
Nikauliza pale reception, nataka kuona mhubiri fulani. Nikataja jina la huyo kijana. Nikaulizwa, ala, yule ni pastor, yule ni mhubiri. Nasema tunahubiri na yeye. Anaambia, ala, ni mhubiri yule. Naambia, ni mhubiri yule. Basi akaitwa yule ndugu. Alipofika pale, yule binti pale reception anamwangalia kicheka. Anasema, na wewe pia ni mhubiri?